Bwana Yesu asifiwe, asifiwe Kristu. Ni Minister Naomi Barasa. Nataka tena wapendwa wangu ambao tunaenda pamoja tukaendelee kufuatilia haya mambo kuhusu damu ya ukoo. Na leo tunaenda kuongea juu ya jinsi unavyoweza kujitambua ukajua ya kwamba hakika kuna damu ya ukoo inakusumbua. Damu ya ukoo inapokusumbua huenda usione na macho, kwa sababu si kitu ambacho kitatendeka kionekane na macho yetu ya kawaida. Ni hisia, ni msukumo wa ndani wa kukusukuma kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kwa mfano, utakuwa na msukumo tu, jambo ndogo unakasirika, hasira kali zinakupanda hadi hata unaweza chapa mtu ukamuua. Wengine nao wako tu na uchoyo, hawezi tamani akaona mwenzake akifanikiwa. Wengine nao wako tu na uchungu ndani mwa mioyo yao wakiona hata mtu akipata kitu ama akifanikiwa. Wengine nao hawataki hata kufurahia mafanikio ya wenzao katika hali zozote. Wanataka tu waone mtu akiwa katika hali ya mateso na inakuwa tu furaha yao. Wengine ananungunika tu wiki liishi baada ya jambo tu dogo kutokea. Wengine wakati wa misimu ya kutairisha watu, utaona ya kwamba hata mtu ni mchungaji tu, lakini utaona hizo misukumo za mapepo za watu ambao walikuwa wanapasha wengine tohara zinamuingia, anaanza kutetemeka, anatetemeka, anakimbia na visu. Sasa inambidi awachane na mambo ya Mungu katika madhabahu, aenda amalizane na mambo ya misimu, atatubu arudi baadaye. Hiyo pia unapoona ya kwamba haujaiweza, bado damu inakufuata. Wengine wako tu na hiyo pepo la usharati. Mtu anafurahi tu anasema, mimi baba yangu alikuwa na wake 20 na waliishi tu vizuri. Sasa kila skati yenye inapita anasema, huyu mpaka tumalizane. Hiyo pia ni mambo ya damu ya ukoo. Unaona tena kuna mambo mengine kama labda wakati mwingine mtu wako tu na mambo ya watu walikuwa wakiharibika vichwa. Maisha yao yakawa tu hivyo. Sasa unaona tu yake zaliwa, ile pepo linamchukua. Hiyo pepo linamchukua. Wengine mambo yaliwazidi kiwango wakajitia vitanzi. Unaona tu mtu jambo ndogo ndio hilo amechukua kamba, ameenda kujitoa. Why? Yani huu msukumo wamekuacha kwa ofisi ya wenyewe, wanaona tu hisia zinakwambia na hii kitu ni kizuri, wewe ndio huyo umenyakua, umeficha kwenye mkoba. Wakati huyo jamaa atauliza, na nimeacha hapa huyu dada tu ni mrembo tu kama Minister Naomi, je, simu yangu imeendaje? Wakiuliza anasema hajakuza. Kumbe amechukua pepo la wizi kwa ndani mwake, na ni kitu ambacho kimetoka kwa damu ya ukoo. Watu ambao walikufa maskini, hata ukijaribu kushika upati, hata uko na kazi nzuri, pesa zinapotea tu kwa sababu ya watu ambao walikufa maskini. Usipotubu unaona ya kwamba haufanikiwi, unabaki tu hivi tupu, na wewe umeweza kujaribu bahati, umepata kazi, lakini kwa sababu mtu alikufa maskini inakuandama. Unakemea, unatubu, unakataa ili Mungu naye akaweze kubariki kazi ya mikono yako. Unatubu, unamaliza, unachukua sehemu ya riziki yako, unaenda mbele ya watumishi wa Mungu kwa madhabahu, unalia, unakataa. Hiyo pepo inakuachilia na unaanza kupokea baraka, unabadilisha ukurasa wa maisha yako. Ukiona mambo kama hayo yanatokea, ni bayana ya mambo ambayo yatakuelekeza ujue ya kwamba damu ya ukoo inatenda kazi ndani mwa maisha yako. Kwa hivyo wakati sisi tunaenda kubatizwa, tukibatizwa, unaona ya kwamba wakati wanafanya hiyo complete immersion, kuzamisha mtu ndani mwa maji na kumtoa, wanasema amefisha huo mwili wa kawaida na amefufuka na Yesu. So hautafufuka tu hivyo na uendelee kama utabaki nyumbani. Rudi kanisani chini ya huyo mchungaji wako
Atakuelekeza kupitia kwa mafundisho, atakuelekeza jinsi ya kutubu, ili huyo Roho Mtakatifu ambaye umemwalika kwa maisha yako akaendelee kudumu ndani mwa maisha yako, akikupatia dhamiri iliyo njema ya kukuelekeza. Wakati hii mapepo ya mzimu inakuambia iba, na Roho Mtakatifu anakuambia, pastor alisema usiibe, kuiba ni dhambi. So it will always contradict the statement of the devil. Na hivyo ndivyo tutashinda damu ya ukoo. So inabidi tujikaze katika maombi, tujikaze katika toba, tukae chini ya mafundisho katika kanisa yakiwa mazito. Kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu amewainua kiwango cha juu kuliko sisi ambao tumeanza leo. Kaa chini ya mafundisho yao. Fuata jinsi wanavyokuelekeza. Nyenyekea katika hayo madhabahu. Sikiza neno la Mungu jinsi linavyosema. Kwa sababu kila fundisho lina tukio lake na suluhisho lake. Na ujifunze ya kwamba usikuwe tu msikiaji wa neno, bali pia mtendaji. So kama wewe hasira inakupanda haraka unaangamiza, hiyo ni damu ya ukoo inafanya kazi ndani mwa maisha yako. Wewe ni mbakaji, damu ya ukoo inafanya kazi ndani mwa maisha yako. Wewe unanungunika milele na milele kuhusu jambo lolote, hiyo ni damu ya ukoo. Pepo la wizi linakusukuma tu ukiona kitu mpaka uibe, damu ya ukoo. Kitu kidogo nafikirianga tu kunywa sumu na kujinyonga, damu ya ukoo. Hayo ni bayana ya mambo ambayo kama kweli dada yangu ama ndugu yangu mahali unanitazama yanafanya kazi ama yanajidhihirisha kwa maisha yako, jua ya kwamba kuna msukumo wa damu ya ukoo inafuatilia maisha yako, na inahitaji toba. Inahitaji toba. Inahitaji toba. Inahitaji ukae chini ya mafundisho. Chukua Biblia hiki kifungu, fuatilia kupitia kwa kitabu cha Ezekieli mlango wa 35 kuanzia mstari wa 5 hadi 7. Ujue ya kwamba Mungu ameachilia hiyo damu. Ukikatalia itakufuata, lakini ukiikana, lolote tuombalo chini ya jua Mungu ulifanya. Hakuna lile limshindalo huyu Maulana. Kwa hivyo tutakaposimama na neno la Mungu, tutakaposimama katika toba, hivyo ndivyo tutashindana na hizi nguvu za damu ya ukoo. Na vita ambavyo ninataka kukutuma uende kupigana navyo sio vya kimwili, ni vya kiroho. Utapokea mengi ninapoingia katika kipindi ambacho kinafuata kuhusu vita vya Mkristo kupigana na mambo ya mapepo na miungu na mishale yote ya madhabahu yote ya giza ambayo yamekalia huu ulimwengu. Ni Minister Naomi Barasa, niko na YouTube channel, najiita Minister Naomi Barasa Focused Lady on my YouTube channel. Facebook, kutana nami kisearch Naomi Wanyonyi, utakutana na huu ujumbe. Na Instagram pia najiita Naomi Wanyonyi, utakutana na huu ujumbe ambao ninataka ukubariki wewe na unibariki pia mimi. Na namba yangu ya simu kama unataka kunicall, call na 075583383351. Mbarikiwe sana. Amina. Mkuwe na wakati mwema, na wapenda na Mungu anawapenda. Mbarikiwe sana.